Sasa huyu kijana wa mkubwa akatunga msichana a local girl hapo mimba. Lakini unaona si ati anataka kumuoa. Wakitoka kule ako na familia. Sasa baba yake aliposikia kijana yake ametungana mimba, na huyo msichana alikuwa kutoka kwa familia ambayo iko chini kidogo. So the mother began to push. And yeye ana push, anataka kusema that huyu mtu ambaye ametunga msichana wangu mimba ni lazima amuoe ama tupelekane mbele, kwa sababu imefanyika aje. In other words, alikuwa anataka kuchukua advantage. Huyu ni Mchinese na labda kuna pesa. Hawa waliposikia hiyo story, huyo supervisor, huyo mkubwa akatuma supervisor wa hiyo site. Akamwambia tafuta huyo mama na huyo msichana, na utafute pesa fulani uwapatie. Mimi I don't want issues with those people. Na if it happened with my son, that's a mistake. I've talked to him, he has a family, he has come Kenya hapa ni kazi, and after 8 months hii contract itaisha, we will go back to China. Na justaki tuharibu mambo, na staki kitu maybe saizi tuko na social media. You know that? Nowadays we have what? Social media. Labda mnaargue mahali na kuna mtu ashaanza kurecord. Kenyans are good in recording but very poor in helping. Yaani mtu amegongwa na gari, badala mumchukue mpeleke OC, mshaingia TikTok live. Woye. Sasa you are on live TikTok while somebody is dying here. So mchukue mpeleke OC. Hii content creation itawamaliza. Praise the Lord. You want to create content even when somebody is dying. Sasa huyu supervisor akatuma na akamwambia ifanywe off camera to agree na familia. I'm ready to give them some money na hii mambo ishe. Well, they talked, and according to the pastor who was telling the story, hiyo familia walipewa a lump sum of over 3 million. Na wakakanyagia hiyo story na wakaenda. Lakini the sad part of it, some standards are maisha kaendelea. But after 2 years, they were still poor. The 3 million never changed anything in them. In other words, brother, before you are given money, can you have a transformed mindset? How even to manage money requires a transformed. Umepewa pesa zako, umekuwa compensated. After 2 years, you are still as poor as you were, with a burden of a kid. Badala wewe ukae chini na 3 million yako, upange maisha yako, utengeneze maisha yako. Lakini juu uko na mindset ya poverty, uko na mindset poor that cannot plan anything, now you are ending up in a mess. Sikiza, kuna prayer items zingine hapa, hata ukuje ulie na machozi na makamasi, hautajibiwa mpaka kwanza uko na transform mindset. Na nikamwambia the first one is money. Asubuhi nimwambia mkue wealthy. But I was praying for your avenues. Usikuja popige magoti ati God make me rich. Money is not prayed for. Money is created. Money is created. Money is not prayed for. Money is what? The Bible says God gives us power to create wealth. So what wealth is created. Ndio maana Biblia inasema panda mbegu yako asubuhi, panda mbegu yako jioni, kwa kuwa hujui ni gani itajibiwa. In the evening, panda asubuhi. In the evening, let your hands not to be idle. Kumaanisha ukiwa idle with your hands, hata kama kuna pastor anaomba paka anaruka, friends, mtaomba mwaka mzima, nothing will change. Can you begin with transformed mindset? Do you know why betting inaumiza vijana? Ni kwa sababu betting, what betting company does, they first speak to your mind. Mimi wale vijana tumekuwa tukijadili mambo ya betting. Unapata kuna kijana alikuwa anafanya vizuri, was rich. Right now mambo imeharibika, lakini huwezi kutoka kwa betting. Kijana anakutumia message asubuhi, hata tunalala njaa. Unamtumia 200. Hiyo 200 amebet naye. Kwa sababu gani? Number one, the betting companies work in your mind. They work your mind. Kwanza wanafanyaga hivi.
Ukibet mara ya kwanza jack, hiyo kichwa itaingia. Wakinoe ni first better inaingia. Second better inaingia. Third better inaingia. Umekula mara 3 kifuatana, unasema basi hapa kuna pesa. Wakisha communicate hiyo kwa mind yako, sasa at the time wanaanza kukukula wewe, kitu nakwambia nimekula leo lakini nitakula so una bet 200 imeenda, akili nakwambia nitakula unatafuta 200 nyingine, una bet inaenda, akili nakwambia nitakula by the time unakuja ku realize you've become poor. Everything begins from the mind. Mama Nancy, you can be that wealthy woman that ukiona kwa TV una admire. Hata kabla uende kwa huyo, hata kabla Mungu akweke huyo status, can you begin to admire and be like those people? Mindset. Na nikawapea hapa hivi a true story of this young man who qualified as a banker. Alifanya banking. Na alipofanya banking, hakupata kazi. Akastruggle. Kijana akaanza kusukuma wheelbarrow ya miwa. Akaenda akachukua miwa, mtu ambaye amesomea banking, akachukua wheelbarrow ya miwa, anauza. Alikuwa anauza miwa akiwa na suti na tai. Ako na sharpshooter. Na anasukuma wheelbarrow na miwa. Aka attract, kuna wakati alikuja hata kwa media. And he was asked, tumezoea watu wakiuza miwa na hivi tu. Wewe unauza miwa ukiwa na suti. What is your idea behind your look? Ndio akasema, I'm a banker. I have learned I'm a banker and I'm a graduate. And as a banker, we were taught dressing code. So hata kama sifanyi my career, but whatever I learned, siwezi wacha. So this is my bank for now. I am not going to the office, but this is my bank. When I come here, I will be official. Do you know that young man, juu ya hiyo interview number 1? And because of that attraction, Kenyans wanapenda kitu kuna Kenyans. Juzi tu muona msichana amehug miti. Ameitwa State House. Sasa as we talk, ako Dubai. Ameenda huko kuangalia mambo na 1 month. Alihug tu miti. Sasa kuna ndugu mwingine pia ako hapa. Kuna ndugu yetu mwingine ako hapo nje ya gate amehug. Yeye amesema 96 hours challenge. Na kuna pastor alifaint. Sikia, House of Hope. What worked for Maureen is not necessary must work for you. Kama kuna kitu iliniwakia, don't copy paste. Wewe tafadhali. Kama kuna kitu nawakia huyu, acha kucopy paste. Kuna yako. Kuna pastor alienda kafaint. Akapelekwa usi. Sasa unajiumiza kuhug miti, transform mindset. Acha kufanya, my friend. Huyu kijana akasema, this is my office. And do you know, Mungu aliingilia hiyo njia yake. Today as we talk, he has never worked as a banker. But kwa wale anajua, Mudhurwa market, na hiyo market nyingine iko hapo, inaitwaje? The other side. Hiyo market, Marikiti. He is the chief supplier of sugarcane. He does not supply with wheelbarrow. He supplies with lorries. He does not own wheelbarrow. He owns lorries. Right now, aendi kusukuma, yeye ako kwa ofisi na computer, ana manage business from there. Ako na watu Kisii, mvua ikitoka, miwa ikitoka kwa shamba inakatwa, inakuwa transported to Nairobi. He is now running a multi-billion or a multi-million business. I want to tell you this. Even what you are doing that looks small, just stick to what you believe and do it right. My friend, hii mwaka you must empower what you are doing. Hiyo mandazi ambayo unapika kijijini inaweza kuwa mandazi, unaweza pika mandazi ina level mpaka usikie headmaster wa shule amesema huyo mama asupply wanafunzi mandazi. Friends, a transform mindset. Na hapa ndipo Wakristo sisi tuko poor. We want to spiritualize everything. Life is spiritual, yes, but there is reality. Don't spiritualize reality. Ukitoka hapa, Mama Selfie, your kids must eat.
hata ukizungumza na tongues the whole day, that one will not change. Ati mama mwingine mtumishi amwambia huo baba, hizi maombi transform mindset. Ameenda kwa mtumishi, roho Mungu ameshuka, ameambiwa waende waombe siku 14 kwa msitu, na wewe umeajiriwa kwa ofisi. Friend, utakuja upoteze hiyo kazi yako. Sawa, utaenda kwa msitu 14 days, ukuje hivi boss wako akwambia why are you 14 days? No more work, because you are taking it so simple. Even in your spiritual matters, can you be wise? And that's why you're talking about transformed. Mimi nataka tuchange pesa tununue shamba, na nimeweka hapa 21 days, hakuna kutoka. Hakuna kutoka. Kila mtu ameomba leave 21 days, tuko maombi. Hata taita hakuna, si tuko hapa. Nitalalamika watu watumiki Mungu. We must serve God also with a lot of wisdom. Kuna wale pastors ambao walikufa 3 na 10. Mama kanisa akasema pana, hawajakufa. Hawa watumishi hawezi kufa. Tutawaombea paka waamke. Sanduku ililetwa church, walikufa accident, there were 3 pastors. Waliomba na kuspeak in tongues. 3 days they are not woken up. On the 4th day ni watu wakanjwa walienda huko. Walilazimishwa kuzika. Sasa kwa nini tunaibisha jina la Mungu? Why are we ashaming even the name of God? Mimi si hatuna imani, tuko na imani. Na ile siku Mungu ataniambia enda City Mortuary, ekelea hao wafu mikono watafufuka, tutaenda. Lakini kama hajakwambia, tafadhali kaa pole pole, endelea kuhubiri hapa. We must present God in a way that he is. Unajua saa zingine hii mambo ya mind linafanya to change injili. Ushaona tu amekuja church kwa sababu basi ushapiga hesabu utatoa pesa leo. Ushakuja na kitu inaitwa emotional message. Nilienda kanisa nyingine nikaona hiyo, tukahubiriwa tukaambiwa tutoe sadaka, na injili iliingia mzuri. Yule mama alihubiri kutoka Tanzania, alihubiri. Nakumbuka nilikuwa attachment, bado nilikuwa national service, and I had 100 kwa mfuko. Nikatoa, hiyo ilikuwa fare yangu. I was ready to walk on foot that day, kwa sababu injili iliniingia mpaka nikasema Mungu, hii fare ndo natoa. Lakini tukaambiwa hapa kutoa ni 50,000. Uje nilikuwa nimechangamka na 50. Nilikuwa discouraged. Na hivyo ndivyo nilitoka na nia yangu, sijairudi hiyo church mpaka leo. Friends, hata mambo ya giving, let us present it vile Mungu ameiweka. Biblia inasema wacha kila mtu atoe vile yeye mwenyewe ameamua. Ukienda mahali unalazimishwa kutoa, achana hiyo. We must walk with the right mindset. Bwana sifiwe. Na hata tuniwafunze hii sense. Najua labda mtazoea ile injili wacha tu. Sometimes it's good we talk sense. Mzee Duncan. Sometimes it's good we talk sense. The Bible says, but by the transform and the renewing of your. So this year, Pastor Karen, we must renew our minds. Nimekuja kurealize even in our marriages, ladies and gentlemen, kuna arguments zingine zinafanyika za utoto kabisa. If you can only renew your mind, utabadilisha vitu. Si kila kitu you need to attack your husband about. Husband, si kila kitu you need to attack your wife about. Kuna ingine ukiona mama amefanya, achana naye muombe, iishe. Transform mindset. Otherwise, you will keep on arguing every day until marriage will become boring. A transform mindset. Apostle, si kila kitu lazima Mama Rebecca bedane penka. Hii lazima uniambie Mama Rebecca kaa chini. Kuna wengine hata ukikuja ndo unacheka. Okay, sawa, Peter. Chairman, we must have different lives. Kama unaishi kwa ploti ambayo watu wanapigana, that is not the pattern. We must transform those patterns. Praise the Lord.
Na ndio maana one of the things naomba Mungu sana, hata Mungu atu upgrade tutoke kwa slums. Let's go and live in a good place, kwa sababu hata environment inachangia mindset. Unapata watoto wetu wana argue kulingana na environment yao. Unapata tu kazi yao tu wakiamka asubuhi ni choo ni chafu. Hizo ndio vitu najua. So mtoto yani si mtoto aende kutoka environment ambao, do you know your child mind will be empowered by the environment. Unaishi kwa nyumba ambayo kila saa ni kupigana, mpaka mtoto anajua tu ni normal kupigana. Mindset. Mungu atusaidie. Praise the Lord. Niliwaambia tulienda huko Mathare. Pale ni mbaya. Sewage paka hiyo hata si maji solid unaziona. Tulienda, I can't remember what we were. Tuko tunavuka hivi. Na moyo, hawachunya nzima huko Mathare. Na kuna watoto wamecheza hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni with nothing they feel. Alafu sasa mtoto aende Runda kwa anko yake. Mindset yake itakuwa tofauti sana. Praise the Lord. Na ndio maana nataka mjue kwamba hata kama Mungu ametweka mali tuko, can you change your mind? Praise the Lord. Can you go beyond your environment? Hata huko Runda Apostle watu wanapiganaga, lakini wanapigana kimajuu. Wao wanapigana na mapilo. Gosh baby. Hii yetu ya Islam, mmetoka mbio mnakimbizana kwa stairs. Umenizoea. Hapana, we will stop living that life. Mama nimekuja niue. Bwana sifiwe. Hata Runda na Karen people fight, but they fight in a good manner. They fight they fight in English. Ikupigana kijaluo, Hebrew ngeyo. Mumekibizana, mumerukishana, bibi amepiga somersault kwa stairs, mko chini mumevunjika. Hapana, our mindset must change. Can we do things in a audible manner? Can we do things as people are learned? Sometimes our value is wasted because how we do things. The Bible says, transform your mind by the renewing of your mind. Praise the Lord. Now, allow me to give you these points. Nataka uziandike media, right? These ones, so as we will expose them. Point number 1. As the man thinketh, so he is. Point number 1 is, as the man thinketh, so he is. Kevin, you cannot go beyond what you think. How you think, that is you. Abi, vile unafikiria. Sasa acha kusema pastor wetu anatuombea, wewe unafikiria aje? As the man thinketh, mwalimu, so he is. Na yuko kwa Biblia. That's the first point. As the man, hii mwaka wewe jua tu. Yes, uko na prayer items, but vile unafikiria hivyo ndivyo uko. Kama unafikiria poverty, you can never become a millionaire. As the man thinketh, so. Number 2. Point number 2. You can't go above your mind. Point number 2. You can't rise above your mind. Apostle. Mahali akili yako imefika, ndio maisha yako itafika. Kuna rafiki yangu alinichekesha. Aliniambia alikuwa na wageni walimtembelea. Wageni walikuja na maziwa na mkate. Sio vile sasa zingine unaona mtu sema nisende mkono tu. Na wakati huo walikuwa wako chini, wako na kitu.
So alipoona maziwa na mkate, akasibebi yake tu. Sasa hawa wageni, pika tu hiyo maziwa na hiyo mkate. Wezi toka bure. Wakapika hiyo chai na mkate. Wakaweka kwa meza. Huyu rafiki yangu alinichekesha, ananiambia hata kabla tumalize kunawa, watoto wangu walikuwa wamemaliza mkate kwa meza. Mimi mtindo nokudu yake mkate. Watoto waliniaibisha na mkate. Hey. Wakaniambia lakini unajua pia ni ile wakati wa corona. Tulikuwa tumekaa njaa. Sasa si tukiwa hapa, yani tu hiyo mkate vile ilifunguliwa, vile watoto walishambulia mkate. Mzee, unajua kuna vile watoto wanaweza kula kwa sahani mpaka umemwambia kuanzia leo usini mix na watoto kwa meza. Unitenganisha na watoto. Cause watoto naye kuna mbio nyingine. Unajua kuna mbio nyingine wako nayo yenye unachukua ugali, unaweka kwa supu, kwanza ukule, urelax kidogo. Yeye ashapiga round 3. Ukipiga ya pili ako ya 4. Uwezani na mtoto. Sasa na mama, msiweke wazee na watoto. Hii mwaka msiweke wazee na watoto. Bwana asifiwe. Huyu mzee ukijana rafiki ananiambia ile vile waliibika na mkate. Do you know that even how we take ourselves, even how we control ourselves in the matters of food tells us what kind of mindset we have. Tulienda matanga nyingine, my wife ako hapa. Tukaambiwa sana wakati wa chakula. Sisi tulikuwa tumekaa huko mbele. Kitambo tugeuke hivi. Ile mbio watu walikuwa na ile fujo watu walikuwa nao kwa line. And it tells how these people have poverty mindset. Ukienda mahali watu have graduated in their thinking. Unaambia now ladies and gentlemen, now is now time to eat. Wana tu pole pole. Hata kuna mbio, hata ni kama wataki. Lakini wewe umesema tu ladies and gentlemen, it's now time to eat. Unakumbuka vile umelala njaa siku 3. Umeleta njaa ya kwenyu hapa. Ushakimbia kwa line tuko tu uko tu hapo, alafu tabia mbaya, umepiga round ya kwanza, umeenda umenao uso, umerudi umeangalia kama hujakula. There are some things that must change. Can we have a valuable life? How you treat yourself in food will explain a lot about your life. My friend, si atukukula. Ano tulikula baadaye. Mama mwingine anaenda akachukua sahani sinia, ndio akatupakulia akakuja. Cause niliambia hapa ndio tuko nao. Kama hiyo ndio itakuwa, kama hiyo ndio nguvu ya kupata chakula, wacheni nikae, twende tupate chakula kwa hoteli mahali tukule. Juu sasa niambie, mahali hii level nimefika. Sasa Aposi na hii mahali amefika, na mahali anatesa na YouTube, anaonekana kwa TikTok na wimbo zake. Tena fan wako kupata wewe ndio unamsukuma kwa line ya chakula. Akikuangalia mzuri, mtumishi. Utakuwa umelower your value. Unajua kuna watu wengine hawakujua hata physical level. Wanakuona tu kwa Facebook, wanakutulia sema tu, "Hey, I want to be like this person." Sasa ndio amekukuta kwa line, ili wewe unapiga kelele kuliko watu wote. Sema my mind must change. Alafu sasa umeenda pale, my friend, umeambiwa wamefanya makosa kusema ni self service. Self service. Ni kama unachora kuku, ni kama unachoko kuku kwa sahani yako. Hawa umechukua hata mahali pa kuongeza supu hakuna. Alafu unaongea napenda hii, napenda. My friend, you must have a transformed mindset. Hii mwaka acha can you live in a good value life? Mimi kuna mali nikiwa hata skuli. Sasa niko njaa lakini nikiangalia the setup, the environment, nakaa tu nasema tu you guys. Then I'm okay. Don't lower your value. You're not supposed to eat everywhere. Sasa tu mamorin tu na hii Masai, hii fashion Masai, ati supu imekumwagikia kwa line, mnangangania catering ya public. Si uchukue hiyo 200 uende ukule kwa hoteli pole pole. Praise the Lord. Sema transform mindset. Hii mwaka lazima tutembee na transform mindset. Juu ya nini? Yes, it is okay. Let us have. So tumesema kwamba you cannot go beyond your mind. Na ndio maana unapigania hata chakula. Number 3. Every strategy of life
begins with thinking. Any strategy that you have, Pastor George, that you can bring in your life to change your life, begins from where? Begins from your thinking. Mwaka wa 2026 mtu asikufikirie mama selfie. Can you have a strategy in your mind? Every strategy of life changing begins from the mind. Sijui kama mnapata hiyo point. Chairman, usingizi iko na wewe sawa tu, lakini shika hii. Every strategy, man of God, every strategy that brings change begins from where? Mtu akasema akili ni nywele na kila mtu akona zake. Wewe kama umenyoa zako sawa. Akili ni nywele na kila mtu akona zake. Kumaanisha maisha ni akili na kila mtu akona akili yake. Wacha kukaa tu ni kama unafikiriwa kila kitu. You don't know what you want, you don't know what you are looking for, uko tu hapo. Praise the Lord. Transform mindset. Wacha kutembea ni kama wewe ni AOB. Any other business. Uko tu hapo. Haujui kile unataka, you don't know what you want, you are just there. Ebu this year, can you have agenda? Praise the Lord. Nacha niwaambie, hii mindset itatutrain hata kukaa na wealthy people. Do you know sometimes we have wealthy friends but we lose them because of our own conduct. Juu amekuchukua, your wealthy friend amekupeleka to meet his wealthy friends. Umeenda huko umekula vibaya mpaka wewe unanibisha. Atakuita tena. Sikiza. Can you get to know? My friend, if God has blessed you with a wealthy circle, can you take care of that circle? Na ndo mzuri, it's good you have wealthy friends. Nilienda Lavington kuombea mzee mwingine. Tukaingia kwa nyumba. Nyumba iko na sitting room 2. Kuna sitting room 1, sitting room 2. Kwanza kabla tuende kuomba tukaambiwa we have some snacks, they are ready in our dining, join us. Tukapeleka kwa dining. Kwenda kwa dining nikapata ni chai na njugu na tumandazi. Na ni chai kakikombe kanakaa hivi. Njugu ni njugu unaweza hesabu kama iko kasosa na kamandazi kamoja. Nasema yao. Mimi niko na mindset ile nimezoea ugali. Nasema ya watu. Hii maisha hii mali yote. Rich people unapata wamezoea hata kuna standard ya kukula kwao. Unapata unaambia katoto, John, please finish your egg. Oh mama, I'm okay. Umekuja hapa baba dogo, mtoto amekula mkate nusu peke yake. Amemaliza na bado anakuangalia kama hajakula. God has to change some things. Mimi nilikuja ku realize, in fact nilipoenda kwa hapo hata sikumaliza hiyo. Nilijua sasa, nikamwambia Mungu, nipe wisdom ya kuwa na wealthy people. Hiyo mandazi ndo nilikula, njugu nikakota kama 2-3, hata sasa sikumaliza. Niliwaambia hata mimi niko kwa hiyo level. Juu sasa ningekula zote nimalize. Unaona wangejiuliza ameshiba ama. Sasa nili make sure hii ndogo nimeletewa ndio sasa maliza. Hata ninakula kama niko hata uso okay, I'm okay but okay sawa. Kidogo tu. Si ile tu umeingia na njaa yako. Ngoja. I want us to read a verse here. You may think that I'm storing to you, but whatever I'm telling you is in the Bible. Praise the Lord. Let me read one with you. Can you put for us Proverbs 23, 1 and 2? Ebu weka Proverbs. Aya, tusome sisi wote. Angalia kwa screen. Can you read? Goja, wacha ni break down. Ukiwa umekaa chini kukula na rula ni tajiri, sawa? When you sit down to dine with
Endelea. Kabla ukule na huyo tajiri, jua vizuri nini iko mbele yako. Na tajiri asikwambie feel free, feel free, feel free. Usi feel free. Anakudanganya. Usi feel free. Ati ni mambo feel free. Umekula kichwa samaki, umekula kuku, umekula kila kitu kwa sahani. Feel, utaitwa tena. Ukiambiwa feel free, sema tu ni sawa. But well, take not well what is before you. When you sit down to eat with a ruler, ati sasa umewekwa na Ruto mnakula hapo. Uanze kukula unatema mate hapo. Utatolewa hata kabla hujamaliza. Think well. Praise the Lord. How you eat shall open a door if you'll be invited again. Na kama uliitwa kwa rich family, uende udine na wao na wakakuita tena, ujue kwamba you kept manners. Kama hukuweka manners, you will not be called again. Praise the Lord. And all these things are coming from transformed mindset. Wewe umetoka kwa familia yako ya chini, mahali watu wanakula pako wanakunywa supu. Sasa umewekwa kwa meza na ruler. My friend, mimi kuna siku nililani na hard way. Tulienda kwa ilikuwa ni meeting ya wachungaji. Tulienda kwa meeting ya wachungaji. Sasa na ilikuwa na Waislamu. Apostle unaweza kuwa unajua hii maneno. Tulikuwa na Pastor Chumbe. Tukaenda ilikuwa na tukaingizwa kwa temple ya Wahindi. Sasa wachungaji wanasaviwa hapo. Sasa tulipoingia nikapata wachungaji tayari wanasaviwa. Na juu nilikuwa naona wakisaviwa, mimi sikuwa najua hizi chakula. Lakini nikaona nitajifanya kuwa mshamba. Kama watu wote wamesaviwa, mimi ndo niseme sitaki. Si nitaonekana mshamba. So nikachukua tu. So naulizwa, will you use this? Nenda kwa next. Will you use this? Put. At the time nilimaliza kusaviwa, nikakaa chini na plate. My friend, when you dine with rulers, take note. Kama kuna kitu unaona hapa ujui, acha nayo. Wewe kula kile unajua. Kula kile unajua. Nilipokaa chini na plate yangu, my friend, nikachukua kijiko ya kwanza, ukata kuna kunawa, ni tu vitu hapo. Kuchukua kuweka. Gichana ya pilo. Hiyo kitu ilikuwa pilipili. Na ilikuwa inakaa yele na kaa nyama. Na hiyo ndio nilianza nao nikakata hivi kuchungu kuweka. Kufanya Sasa tuko mahali table high class. Nilikuwa na option mbili. Ni meze ama nitoe. Lakini nikaona kulingana na watu wako hapa siwezi toa. Nikangangana nikameza, nikachukua kikombe cha maji nikakunywa. Na nikaona hii size nimepakua. Na hii kitu iko hivi, nitamaliza. Sasa nilikuwa karibu na Pastor Chumbe ambaye alikuwa amefanya mimi ndo nikaenda introduce huko. Sasa nikamwambia Pastor. Nikamkuodho nikamwambia Pastor, silete hiyo sahani yako, nikuongezee kidogo. Yeye pia akaniambia, "Wodu kwanya." Ananiambia Kijaluo, "Wodu kwanya." Akaniambia, "Mwana wa kwanya." Kula tu. Ani mainyo na marachi. Pastor akaniambia mimi ndo naumia. Pastor akaniambia hebu kula tu yako. Mimi ndo naumia vibaya. Kumbe tulijipata kwa kitu ambacho hatujui. This here, walk with the right mindset. Acha kwenda kwa matajiri ulete ulafi wako hapo. Weka kila kitu. Weka. Na hata ujui ni nini. Wewe umeitwa na rafiki yako for a cup of coffee. Can you mark the words of rich men? Your friend amekupigia, "Hello Apostle. Can we meet today for a cup of coffee?" Amekuita for a cup of? Nyinyi mnaenda kwa hoteli. Hapa nakwambia, you can request. Mark the words of a wealthy person. Alikwambia, "Let us meet for a kindly itisha a cup of coffee." Lakini umeingia hapo na njaa yako na amekwambia, "Itisha." Waiter, kuku fry iko. Sasa, my friend, he will never call you again. Hata kama kuna hiyo pesa, ataona hauna manners. He may not tell you. Praise the Lord.
Sometimes we lose our valuable friends because of our wrong mindset. Ndugu Fred, sijui unasikia kitu. Praise the Lord. Inua mkono wako sema, God, give me a right mindset. As I finish with the points, number 4. Your mind can take you beyond limits and the circumstances or the situations of your life. Your mind can take you beyond the limits of your circumstances and situations. Your mind can take you beyond the limits of your circumstances and your situations. Unaweza kuwa, Dada Maureen, you are coming from a family. Circumstances are not positive. Circumstances are not good. You are coming from a lineage that people do not have good life. That is the circumstance. I want to tell you, if your mother failed, does not mean that you will fail as well. Praise the Lord. If your father failed, does not mean that you will fail as well. The mind of your father is not your mind. Yes, you are born from him, but the mind you have is totally different. Watu mambo ya kusema sisi tulizaliwa kwa familia watu ni wajinga. Hakuna mtu alienda shule, wewe ndio mjinga. Because people never share mind. You know that? Yes, your grandfather failed 20 years ago. You are not even born. Then sasa leo, you are believing that I'm coming from a family where people fail. Why do you share mind? You share bloodline, but you don't share mind. Praise the Lord. There are some curses that do not require pastors to come to your home to break. There are some curses you will break from your mind. Mimi msichana wangu ukiona, I'm aware one of the spirit that followed our girls in our family, including my sisters. They didn't go to school. They didn't go to school. Now at class 6, amepata mimba. That was the spirit that we fought against our girls. Men went to school, but girls never. One time when I was in Form 3, a man of God came to our house and he was praying for my sister. Then my sister fell, na mashetani zikaanza kuongea, zikitolewa. Na zikasema kwamba hatuwezi ruhusu wasichana wa hii boma wasome. That was a statement that they said. And number 2, hawataolewa. So when I'm having a girl, one of the prayer ninamuombea ni kwamba kile ambacho kilifunga wenzako akita kufunga. Na kama wao kwenda university, wewe utaenda. Hujabebewa akili yako na wao, uko na akili yako. Kiona utaenda university, you will break the record that they never broke. Praise the Lord. Kuna cases zingine tuna break na mind, mindset. Mama Nancy, I'm happy with what you are doing. God bless you. Continue. Can you bring change? Skiza, where chairman kuja hapa. Come here. Na ndio maana nawaambia church, those who young married people who are married na hujatoa dowry, my friend, uko kwa church hii mwaka unatoa dowry. Wacha mambo ya kukaa kwa nyumba, alafu kesho shida imekuja ndio sasa unatuambia hata kutoa dowry. Can you begin to do things hata kama iko inafanyika hivyo, fanya vitu tofauti. Don't walk, usitembee kona ya watu, tembea kwa maisha yako. Praise the Lord. Hiyo mindset ya ati watu wanafanya hivi, achana nayo. I listened to Reverend Kula and I love this. Alikuwa advise watu wake, akamwambia hata saa hii achana expensive wedding. Kwa sababu umeita watu, umengangana na wao pilao, na mkitoka hapo mko na deni. Nyinyi mnapigiwa simu mko honeymoon, badala mfurahie maisha yenu, mna handle simu ya madeni. Na watu walikula pilao, wengine hata hawajui. Kwa sababu tumegrow in a society mindset na believe ukifanya harusi watu wakule pilao, watu wafanye hivi ati ndio harusi. Hapana, harusi ni maisha yenu. Praise the Lord. Ladies who are in this house, we are raising career women. This church will not allow ukae tu hapo usome na uolewe ukuje housewife. We don't want housewives. We want career ladies. We must change that mindset. Who told you that a girl is there to be married? You are there to empower your life. Hallelujah.
Hii madharau ndogo ndogo ni kwa sababu you are not empowered in your marriage. We must raise a generation that is empowered. Hallelujah. Let us raise people who are empowered. Unajua kitambo ndo society kuna believe kwamba msichana akifika age fulani anaole. Kazi yake ni kwenda na kuzaa. Hiyo si kazi ya wasichana. Kazi yako si kuzaa. You can also live a valuable life as you give birth. Amen. You are not a tool for sex. There's a difference. Na ni kwa sababu gani? That was the mindset of the society. Ya kwamba girls are people wakishakuwa wakubwa kuolewa. Whether amesoma hajasoma. Na ndio unamwona uko unapata wazazi wanasomesha vijana, hawasomeshi? It's a wrong mindset. And God must change things in our life. Praise the Lord. And therefore, mwaka huu lazima tuweke sense. Hii mwaka nitahubiri sense. I want to preach this sense to us. And God will help us. Return Romans as I come to conclusion. Romans says, do not be conformed to the patterns of this world, but with the transformation, transformed by the renewing of our mind. So number one is us to be renewed by our mind. Hallelujah. There are several mindsets that I want us to acquire. The first mindset that I want us to have. Number one is a mindset that is prepared for the next level. The first mindset that I want us to have is a mindset that is prepared for the next. That is the first mindset. Andika hiyo. The first mindset that I want us to have as individuals, as a church, as a family, is a mindset that is prepared for the next level. Are you prepared? Mama Selfie, you are coming here to pray for you. But are you prepared for that level? Your kazi ambayo unatafuta, are you prepared for it? Suppose, ndugu Fred, today somebody has called you for an opportunity. Are you prepared? You are having dreams to go outside Kenya. Are you prepared? Do you even have your passport? Ama unakuja kuombewa na hata passport sio ready? You must have a mindset that is prepared for the next level. Ati muniombe nenda ngambo na una hata ID. Utaendea wapi? You need to be cleared at the High Commissioner. Wanaanza na ID ndio waingie kwa passport. Do you even have the documents? Umengangana hapa hii mwaka, this is my year of going outside Kenya. Na una hata passport. Can you have a mindset that is prepared for that level? Hallelujah. My wife was asking me, sasa hiyo gari yetu kikuja, do you have your DL? And I need doubt. Praise the Lord. Mindset, I agree with you. Prepare for the next level. Pastor George. Girls, prepare for the next level. You are here telling us, I want to be married. Are you prepared to be a wife? Ama utakuwa knife. Man of God, kuna wife na kuna knife. Umepea kijana watu knife. Anakatwa kila usiku. You must prepare yourself. Mzee, you must prepare. We are looking for the land, church land. Are we prepared for that level? So number one is preparation for the next level. May God help you to prepare for your next level. Now usikize, can you open Ruth 3:3? Fungua Ruth 3:3. Yeah. Ruth 3:3. Na tusome hapo. Praise the Lord. Can we look at Ruth 3:3 and we hear what Naomi is telling Ruth? The book of Ruth 3:3. Imekwama. Ruth 3 verses 3. Can we read? This is the advice that Naomi gave Ruth. Can we all read? Wash. Then
Until sasa Ruth was being prepared for the moments of change, life changing. Amekuwa kingangana, Bwana alikufa, wakakuja, and Boaz who was to meet Ruth alikuwa amefika. Naomi akaambia Ruth, usiende mbele ya Boaz ukiwa mchafu. Akamwambia aje? And unaenda mbele ya Boaz, somebody who can change your destiny. Na umeenda na jasho ya kibarua ya baba dogo sijui wapi the whole day. Unanuka jasho, uko kwa ofisi ya mtu na ile jasho unanuka mpaka anasema hawa tutapewa mtu kazi. Hii harufu itakuja kwa hii. Unaona? Sometimes we miss our opportunities because we were not prepared. Ruth anaambiwa, Boaz is coming to meet you. But number one, wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Not just clothes. Somebody has called you for an interview. Na umeenda na shati ambayo umevaa siku 3. Can you prepare for your next level? Hata kama una nguo mzuri, hebu enda kwa brother yako fulani mwambie tu nisaidie na hii shati yako. I'm going somewhere. Praise the Lord. Prepare. Weka perfume. Wasichana wangu kunuka jasho hapana. Nunua hata rolo ya 100 bob. Ziko pale tao. Shida kuna zingine fake. Unanuka asubuhi inanuka vizuri. Jua ikikupiga tu kidogo hivi. Harufu imechange. Kuna zingine zinazo pale sijui 50-50, achana hizo. Achana hizo 50-50 za tao. Zinanuka ukiwa tu hapo. Ukitoka tu hapo kidogo ni maji. Achana nayo. Apostle, Mungu amekupa nafasi, you're a man of God. You will be called for conferences. Usiende tu huko hivyo. Enda huko kama wana papa aseme, where is this man of God coming from? Praise the Lord. Prepare yourself for the next assignment. The Bible says, wash, put on perfume. My girl, unadetiwa na amekwambia muende mkutane na umeenda tu kiwa hivi. So utapoteza nafasi. Go wash. Perfume. Unless tu vitu za kienyeji mistaki. Umejiachilia tu just not a job. Sasa una job, so what? Prepare yourself. Praise the Lord. Prepare yourself. Mama self, in this opportunity ahead, prepare. And be ready. In case imekuja, what will you? Suppose leo tu Mungu aseme, I want 5 women wako na hii qualification, come. Some opportunities will come without even knowing. Praise the Lord. Prepare. So the first mindset is a mindset that is prepared for the next level. Mindset number 2 is the eagle mindset. Mindset number 2 is the eagle. The eagle is known to be aggressive. The eagle is known to be aggressive. Akiamua kuendea kitu aachi. Praise the Lord. 2026, be aggressive. In your business, be aggressive. In the things that you do, be aggressive. I love Maureen. Tunamkanga tunapata nini yake? Status yake. Amepost vitu kama 20 kwa status. Na zote anapost kwa sababu anafanya nini? Anauza. You must be aggressive with whatever you do. Be aggressive. Kama ni hairdresser, be aggressive. Shuka mtu, piga picha, weka kwa mtandao. Waambie, come, I can make yours like this. Praise the Lord. Be aggressive. The eagle mindset is very much aggressive. Now, eagle does not, you can't find eagle with other birds. So they know their league. This year, know your league. Mwalimu itakuwa mbaya sana at your level. Nikupate sasa tena uko na walevu wengine pale na kisama hata wana tanguo. Can you walk in your league? Praise the Lord. Tembea na league yako. Amen.
So number 2 is the eagle mindset. The eagle. Number 3 is the learning mindset. Learning mindset. Na hapa nilisikia Self nakisema who listens. Learning mindset. Tafadhali usitosheke na kile unajua. Mama Morini, mtu akikwambia kitu, just learn. Sometimes we have poor mindset. You don't want to hear things. Mtu akikwambia kitu unaona ni kama amekushinda. Unaona hiyo addressing ambayo unafanya. Kuna mtu ambaye anaifanya in a higher level than you. You can go to him and listen what he has been doing. Si kweli? Mimi niko hapa, we have this church. There are pastors with the bigger church. It will cost me nothing to go and sit down with them. Nisikie ndio wafike hapo walifanya aje. Praise the Lord. Apostle, there are people who have sung songs. It is right. You can go. Enda kwa huyo Pastor Tumaini. Enda kwa Solomon Mkubwa. Ujue kitambo penye alifanya aje. Can you have a mindset of learning? Can you have a mindset of learning? And somebody who listens is a great CEO according to her. Hiyo mlifunzwa huko. Uniletee hizo notes. Nataka niziongeze hapa. Ziko mingi. Uniletee hizo notes za mindset. If you listen, you'll become great. Lakini sasa wewe tu nilikuwa kwa usiniambie. Kubali kuambiwa. Praise the Lord. So we have done a mindset that is prepared for the next day, the eagle mind, and a mindset that can learn. Praise the Lord. This year, if you want to see different, you must begin by your mindset. You imeingia? Church imeingia? If you want to see difference, you must begin with mindset. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. We will continue to teach this mindset because we believe in the change of the mind. Hallelujah. As I welcome Apostle, come over as you take us through as we pray, and we'll be finishing our services. Karibu. Amen. How many are blessed? Kama umebarikiwa, ambia tu Bwana asante kwa dakika 2. Just give God the thanks in 2 minutes, then we are going to finish in Jesus' name. Father, we bless your name, we worship you thank you for the word. You have blessed us, King of glory, with your word, Jehovah. You are worthy, you are great, and you are holy. There is none like you, my Father, my God. Today we are transforming our mind, King of glory, because we want to walk according to your word. Teach us more how to know you, King of glory. We don't want to conform to the pattern of this world, so that we may know you and we may serve you eagerly from our heart. Thank you, Lord, my Father, for you are worthy, you are great, and you are holy. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana. Tukiingia katika wiki ya kuombea mahitaji yetu, mtakatifu wa takatifu, nataka tuombee mfalme wa ajabu wiki hii ambao tunaoingia, Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu, maana tuko katika safari, Jehova ishie milele, Bwana, ya maombi haya, mfalme wa ajabu. Thank you and we worship you, King of glory. There is none like you, my Father, my God. There is none like you, King of glory, this morning. There is none like you this afternoon. Jehovah, we have heard from you, King of glory. And it is because, God, we are here to hear from you. There is none like you, my Father, my God. I pray, King of glory, that from here, Lord, my Father, we are going to be transformed, King of glory, according to your word. According to your word. May you transform us, Jehovah, according to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu, tunaingia katika wiki ya 3. Tunaingia kwa wiki ya 3. Mnaweza mkakaa chini kidogo. Wiki ya 3.